Neno la Bwana kuanzia mstari wa 5 from verse 14. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Neno la Bwana linasema, maana upendo wa Kristo watuhubidisha, maana tumehukumiwa hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye alikufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yoyote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote hiyo vyatokana na Mungu alivyopatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akaupatanisha ulimwengu nafsi yake, usimhesabie makosa yao, naye ametutia ndani yetu neno la upatanisho. Ujumbe wangu siku ya leo ni msamaha na upatanisho. Baba yetu ishie milele, tumelisoma neno lako. Yesu, tunaomba ya kwamba wacha likapata nafasi ndani ya mioyo yetu. Ubaya ambaye inaweza simama ndani yetu, katika jina la Yesu ikapata kushindwa. Wacha roho hii ikawa ya kutubadilisha, katika jina safi la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Maneno ambayo nimesoma mahali hapa, mwandishi wake ni Paulo, anaandikia kanisa la Wakorintho. Mara mingi tunaambiwa ya kwamba kanisa la Wakorintho ndio kanisa la kisasa. Maana kanisa la Wakorintho wakati lilikuwepo, hawa watu walikuwa wanakaa katika vita mpaka wanapelekana hata ndani ya police station. Mpaka Paulo anafika katika Wakorintho wa kwanza, anawauliza, iweje kukuwa na mtu ndani yenu ambaye angetatua shida zenu mpaka mnafikishana kwa makuhani, na iwapo mmoja wenu atawekwa ndani itakuwa ngumu yeye kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo alishenza hapo mbele. Semeni wote haleluya. Unapata kanisa ambalo tunakaa ndani, watu wamekaa na chuki ndani. Hawa ni mayuda assembly wote, lakini hawasalimiani. Washenza kwamba mpaka watu wamejaa na chuki ndani ya mioyo yao, mpaka kupata nafasi ya Kristo kukaa ndani yao inakuwa ni ngumu sana. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia wakati wa msalaba, wakati Yesu alikuwa anasulubishwa, kulikuwa na watu wawili ndani ya ile msalaba, lakini mmoja alimwambia tu, Yesu tafadhali, utakapofika unikumbuke. Bwana asifiwe sana. Na wodi alikuwa yaingani yako bwana yambora hivi ndio mwana wanasema shughuli wako kwa yako tutoe mahali hapa. Lakini kuna ule ambaye alitambua uwezo wa Kristo, akajua kwamba mahali ambapo nimefika mimi afadhali niombe tu msamaha kwa makosa yangu, ili ya kwamba niko na uhakika hapa sitoki, lakini kule ninakoenda nipate nafasi ambapo ni mahali pazuri. Bwana asifiwe sana. Huwezi pata good place if your heart is so heavy. You cannot. Nikianza na mstari nasema ya kwamba maana upendo wa Kristo aliamua ya kwamba atukufia sisi wote, ili sisi wote tusife, lakini ndani yake, kwa sababu yeye amekufa kwa niaba yetu, sisi tunafufuliwa ndani yake kama wale waliokufa. Bwana asifiwe sana. So maisha ambayo ninaishi saa hii, siishi kwa sababu yangu, naishi kwa sababu ya Kristo. So there is no way when you're living for Christ will allow you to fail. Sababu is the one failing. Bwana asifiwe sana. Kama inzaka na tetende. Hivi kama ndio wale kanyelekana tawe, inzaka yetu kalanyeleka. Sababu mimi naamini ya kwamba Kristo ambaye anaishi ndani yangu, yeye ndiye anafanya huduma ambayo iko ndani yangu. Sio mimi tena. Neno la Bwana linasema alikufa kwa niaba ya wote, ili ya kwamba wakati sisi tunasimama tukiwa na nguvu ya kwamba ni Kristo ambaye ametufia dhambi zetu na amefufuka kwa ajili yetu. Ameyashinda yale mauti, ili ya kwamba mimi nisishindwe na mauti.
Bwana Yesu asifiwe sana. Semeni wote haleluya. Mstari wa 17 mimi unifurahisha sana. Verse 17 is the best katika maisha yangu. Inasemanga ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yaani ukiwa ndani ya Kristo, ile ya kale ambayo ulikuwa ndani yake yote yamepita. Sasa ambayo yako ndani yako ni mambo mapya. Wakati Kristo anafufuka ndani yako, ili wale mmoja kana zero mmoja. Kama muamini Kristo amefufuka. Umaona ndio bantu mudibai. Ba mina bare libi khana bantu babaka. Baka bamwenye mundu wakhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wakiwa mahali watu wawili, khali mmoja tu. Yaani umoja mundu mmoja tu ni khali nyuma wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona wa satellite. Umamu kaya ula. Mkwanza moloko mwanzo mwana moloko. Mukaya ula manyana kwa kwa mwana tena. Yaani kama sura ni kama ya satellite. Na ina hali baba ndio mwenyewe amekaa nyuma yao anawasikiliza tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sielewi kwa nini usitoke katika yale mambo ambayo wewe unakaa ndani. Umpokee tu Kristo. Uwe kiumbe kipya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kubali kubadilishwa. Accept the change. Amen. Kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Ya kale yamepita. Ya kale yamepita. Wewe mkubali Yesu. Mwambie Yesu nisaidie ya kwamba nataka kusimama. Wacha huduma ninayofanya ikuwe ni huduma yako. Wacha ninapokaa ndani ya satellite nikae kama your ambassador. Let us stand strong and be ambassadors. Nimesikia ya kwamba watu wamejiita ya kwamba the ambassadors of God. It is a good name, but you have to stand with that name. Mkuwe ambassador wa kuonyesha ya kwamba nyinyi mienendo yenu, you can be sent somewhere to go and present the church of God. Msikuwe watu wa kufanya kanisa la Mwenyezi Mungu lichusiwe. Na mnajiita ambassador. Neno la Bwana linasema yale ya kale yamekufa. Sasa mimi ni kiumbe kipya. Yale magonjwa ambayo yalikuwa ndani yako inafaa yakufe wakati Kristo alikufa nayo. Maana Isaya anatuambia kwamba kwa kupigwa kwake sisi tulipokea uponyaji. Kwa kupigwa tu kwake. So when you're feeling unwell, you have to talk to God. Mwambie Bwana ya kwamba niko na shida ndani ya jamii yangu. Niko na shida ndani ya watoto wangu. Niko na shida ndani ya kanisa langu. Bwana mkimeni bwana mbona rasi. Nyasai mbona kuvuka huko. Kutukwana na buhoni. Mungu nisaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Just accept Jesus Christ. Siku mtu anasema sio mimi tena. Kristo ndani yangu. Hayo yanitosha. Sio mimi tena. Kristo ndani yangu. Hayo yanitosha. So when Christ has decided that he's making everything, anayachukua yale masikitiko yetu, anazichukua zile taabu zetu, anayachukua yale mahangaiko yetu, na anayaweka katika ule msalaba, na anasema ya kwamba it is finished. And he went ahead, akasema ya kwamba on the third day, I will rise again to glorify the name of the Father who has promised me that I will come back again to you. Na wakati ninafufuka na nguvu zake Yesu Kristo, ambazo neema yake Mungu imeniwezesha kufika mahali ambapo nimefika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo unakubali. Why do you accept? Why do you accept to live with that problem? Wakati ni Kristo anaishi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anajua George Ruto, anaitwa George sio? Nani anajua kijana? George. Hapo watu. You don't know the kids of the present. Tunajua tu jana. No one knows. Baba yangu bichi kwa mwanzo chapa. Right now, let me tell you one thing right now. Mahali yako hata akipita hapa, jaribu wewe umshike. Jaribu tu wewe umshike hivi. Sio unashikana mtoto wako kwa plot. Mbona na kurunga? Yaani jaribu ushike huyo. Hata ulikuwa tu na job. Eti nilikuwa na job, tujaribu uone. Uone kama utamfikia. Unaweza kufikia kweli? Uwezi. Kama unamfikia utakuwa umepigwa vibaya sana huko chini. Imagine huyo ni mtoto wa mtu. Sasa wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu now. Put yourself in that shoes. Mungu ya haraka kibaini. Nguru ya jina karita.
Tajiri ya bora kwa kibai ya re. Numba na maskini nolo mwinjira mwiko. Sasa unaona kibai bami na kuhana 50 bob. Bami na wale nolo maskini sasa nolo teta mwiko. Mundo ya kukata wala maskini hano wala tia mule. Nishimuna nolo mundo mtajiri unaanga kuito mbabendi biyare nabio. Unaanza kusema mimi nikatamani nipate hiyo nyumba. Nikatamani nikuwe nivae kama hiyo nguo. Nikatamani na Biblia inasema kutamani ni mbaya. Umaskini inafanyana watu wanafanya dhambi ambazo hata hawakufaa kufanya. Amen. Umaskini inafanya utusi mtu sababu alikunyima shilingi 100. Umbona ulimsimu ikhala na ng'ombe kwako. Umaskini inafanya urudi ukule mahali mama yako aliuawa. Sababu wewe ni maskini. Umaskini inafanya mtu anakupea chakula na miguu, anakusongeshea hivi. Eti naka zauze mwikulo, zauze mnende mtachi. I declare sisi tuamini na tusonge mbele. Usikubali hiyo roho unakukatareko. Hivi mwenye mtema watu, mwenye mtema irumi ndaleye, uhamu kitu mwanzo tawe. Hivi nyakarata, wala nyakana no wala kange miyango. Wala mtamanya haro, hadiruta mikono na nyakana yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Kristo mama tukufunga ndani yako, wewe kubali shida zako, azibebe zote, aende nazo, ubaki ukiwa huru. Wakati unasoma katika John 8 nasema ya kwamba we shall know the truth and the truth shall set us free and I will set you free. Ndiyo Yesu anasema nitakuweka huru kweli. Kama anakubali kukuweka huru, kwa nini wewe unataka kukaa kwa bondage? Why? Mheshimiwa ndio amenyata maisha kwenye hana. Wala nzomanye. Kana mwana nana ngetenga 10,000. Yala kwa ukonyi sana. Kana nana za 10,000. Ndizo 10,000 ndio ngani zote kumana. Telephone utarano. Uri kaluna na 5,000. 5,000 ni pesa. Nosiri mwame na tsamwacha. Asubuhi kolokolo. Baka nene tupa mama. Mwacha lezi. Westlands wangeni. Wewe simama umuombe Mungu ya kwamba Mungu nisaidie uniondoe katika haya maisha ya kuhangaika. Hakuna mtu anaandika mahali ya kwamba utafanya ile kazi ya nyumba maisha yako yote. Mungu anaweza kukusikia kukulia biashara. Sababu Mungu anakujua. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usikubali tunaambiwa kuwa maskini ndio kwenda mbinguni. Kwani wewe umenyeza ni biko pamoja? Nani alisema wewe ndio ukopa pesa kila siku? Kwa nini wewe usikopeshe pesa? Nani alisema biashara wewe huwezi fanya biashara? Tunataka mchifu akienda afungulie watu biashara. Unaenda mtakuwa bwana wote kuza supermarket. Kwa supermarket market sio kitu kizuri. Lakini kwa sababu kuna mtu alituambia ya kwamba going to heaven you must be poor. Au huyo mtu alikuwa bwana design. Yaje na akachukua kale kabasi. Kakasema sijui ngamia kuingia kwa tundu ya shindano ni ngumu kama nini kama tajiri. Aliwa sasa hena na waumeleki huko juu. Jana tutamdanganya ni watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Kristo anaweka people free. He set people free from bondages. If only you accept Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu ambayo umesoma ya kwanza ilikuwa Mathayo 28. Nataka tusome verse 6 nikimaliza. Ni sawa sasa kuchukua dakika mingi. Nataka yao kusoma hiyo kitu. Lakini mimi naipenda sana. Ilikuwa 28 sio? Matthew. Wacha nikusomee kwa haraka. Kama mtu amepata asome. Ilikuwa 28 verse. Yeye alisoma mingi. Mimi nataka kusomea verse 6. 28. Verse 6 umeipata? So, verse 6 peke yake. Wasome wasikie. Hiyo verse 6 peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. He is not here. Yeah. He has risen. Yeah. Just as he said, come and see the place where he lay. Amen. He is not there. He has risen. Mwamanya mkaya paka kumwona muloko. Baba kwa ibati ni muloko lipe. Chimbara odoni na aje za muloko ni kala hota. Ibo laidi. Yeah. Ameomba. Kamkani. Ya kusibuka. Kulika pole. Gani ayo. Cheta mbona niwaambia
wamekuzoea ndani ya umasikini. Siku zinakuja hautakuwa tena. Hakuna nambulwa. Mimi nimepata kwa hospitali miaka mingi sana, kama niko huko. Jamaa mtaka tunamuuliza umerudi au kupona karibu sana. Kama tunaambia daktari kama watu wamekuja. Jamaa amekuja. Yaani wamekuzoea mpaka kwa hospitali. Wamekuzoea unaendaga kula kila siku. Nataka kuwatangazia siku ya leo. Wakati Yesu anafufuka, hautarudi pale tena. Hautarudi pale tena. Shetani imeisha. Shetani usimeisha. Shetani ugonjwa imeisha. Shetani utasa imeisha. Bwana anasema, nilipowaambia nitakufufuka, hamutanipata hapo tena. Hatawapata hapo tena. Usikubali wakupata hapo next year. Let that change. Accept Jesus Christ. Tell Jesus Christ that everything is possible. As you have promised in our life, that you are setting your people free. You are setting the bondage free. Accept Jehovah to set you free. Mwambie Yesu, Yesu, nilivyosumukana vinatosha. Nilivyolia katika jamii yangu vinatosha. Kanisa yangu ilivyohangaika vinatosha. Watu wanasema ya kwamba ni wewe kunywa divai. Wakunywa divai ni chafu. Hawezi hapo ni chafu. Sikanisa sumukana mbona si chafu. Mimi nilikataa. Nikasema afadhali nioshe kanisa. Kanisa ya Bwana iwe safi. Kanisa ya Bwana ing'are. Wale wanaotudharau, wale wanaotuwezi, hatutakuwepo tena. Maana Kristo ametuondoa katika ile shida. Amen. Don't accept it. Don't accept it. Amen. Kubali Yesu. Ambia Yesu tu. Naka nyaka na roho. Kwa nini ni mimi tu? Kwa nini ni jamii yenu tu? Kwa nini ni wewe tu? Kwa nini huwezi ondoka tu katika ile shida? Kwa nini jamii yenu ndio inadharauliwa tu? Kwa nini ni nyinyi tu wanaona hamwezi kila kitu? Kwa nini ni watoto wako tu ambao ni wako? Mwambie tu Kristo. Tafakari maisha yako kabisa. Mwambie tu Bwana, naomba tu unisaidie. Uniondoe katika yale machungu. Uniondoe katika zile shida. Umwambie Yesu, wewe unaweza yote. Umwambie Kristo, nisaidie. Tusimame. Nikiwa na wewe, ndani yangu nikiwa na wewe, sitachelewa. Nikiwa na wewe, ndani yangu nikiwa na wewe, sitachelewa. Nikiwa na wewe, ndani yangu nikiwa na wewe, sitachelewa. Nikiwa na wewe, ndani yangu nikiwa na wewe, sitachelewa.
lakini hawana chochote cha kuonyesha. Magonjwa yanamaliza fedha zenyewe, taabu zinamaliza fedha zenyewe, lakini wewe unasema kwa kukufa kwako na pia kwa kufufuka kwako tumefanyika sasa viumbe vipya, viumbe ambavyo vitakutumikia Bwana, viumbe ambavyo vitasimama kwa neno lako. Tunatangaza uponyaji ndani ya ibada hii, tunatangaza uponyaji ndani ya watu wako, tunatangaza uponyaji ndani ya watu wako. Watu wako wakainuliwa Yesu, watu wako wakasimamishwa toba, ukaleta upatanisho ndani ya ibada, ukaleta neema ndani ya ibada, ukaleta nguvu ndani ya ibada, chuki ndani ya ibada uondoe, ndani ya ibada uondoe, utengano Yesu ondoe, utengano Baba ondoe, chuki ndani ondoe, simamisha upatano Bwana. Ni ahadi yako na neno lako ya kwamba Yesu utatuwekea amani. Maana ulisema amani unaenda nayo na amani unatuachia duniani. Leta amani ndani ya ibada yako, kubadilisha mioyo yetu na kunena juu yetu, ukapata kutufariji katika wakati. Fungua milango yetu na kutuinua katika jina safi la Yesu tunaomba tukiamini.